going guys, electronics again. Leo nakuja kuelezea overview circuit design. Hapa mbele yangu nina circuit ni system ya kukausha mazao. Kwa una banda ambalo ndani yake unaweka mazao ambao una expect yatakauka baada ya muda fulani. Circuit yetu imetengenezwa kwa kutumia microcontroller inaitwa STM32. Kwa leo nitaelezea design overview full complete system kama hii hapa, ambayo itakuwa na STM microcontroller ambayo kama unavyoiona hapa ina display ya 7 segment display kwa ajili ya kuangalia temperature ya mule ndani ambapo unakausha mazao yako, kuna temperature kiasi gani. Kuna rotary encoder kwa ajili ya kufanya some control, lakini pia indicator as RGB LEDs hapa tunayo, lakini kuna some other features ambazo tutaenda kuelezea step by step from the schematic diagram. Ina some other controls ambazo tutaangalia layout and routing, tutaangalia na schematic design. Let's start. Okay, tukianza na schematic diagram, hapa na circuit yangu nimeichora kwenye KiCad software. Okay, detailed presentation of my schematic diagram. Tutaanzia na hii power supply source, ambapo in power supply source kama nilivyosema kuna voltage supply input from the power jack. Hapa itakuwa controlled with the regulator of 12 volt in up to tutapata output ya 12 volt supply, lakini pia hii 12 volt itakuwa regulated furthermore to 3.3 volt just because kuna some sources zitahitaji volt 12 na some other sources zitahitaji volt 3, lakini pia some sources nyingine zitahitaji kupata input as it is supplied. Maybe let's say tunaingiza input ya volt 24 from the power jack. As we see hizi regulators zote ni SMPS regulators, as zinahitaji filter ya inductor na capacitors, lakini pia Schottky diode hapa kwa ajili ya kukamilisha ile back converter of SMPS. Kwa tuna 3.3 volt, 12 volt and the supply ya voltage supply. Okay, tukiachana na power supply section, let me go ahead into the control section. Hii ni section ya controller ambapo tuna microcontroller yetu, as we see hapa ni STM32 F families, ambapo katika hii STM32 F families tuna power rail as you see inachukua 3.3 volt from the regulation, lakini tunahitaji kufilter with a couple of capacitor of at least 100 nanofarads. Hizi number of capacitors obviously zinategemeana sana na idadi ya pins za power za controller yangu. For the good power supply session nahitaji kuweka filtration katika kila pini ya power, kwenye microcontroller yangu, very close to the pin. That's why I'm using a small capacitor of nanofarad, because they will be also small in size. Pia zitakuwa ni ndogo, kwa na capacitor 1 2 3 4 na capacitor 4, na hapa ninavyoziona ni pins 4, lakini na capacitor ya mwisho hapa kwa ajili ya main filter ambayo itakuwa imeplacewa closer to the chip, lakini inaweza isiwe closer to the pins, lakini hizi 4 zitakuwa closer to the pin. Also na voltage ya analog supply voltage ambayo VDDA, unlike hizi VDD nyingine. Hapa na analog supply voltage pia. Ya analog supply voltage na yenyewe inahitaji 3.3 supply voltage, lakini nimechukua kutoka kwenye ile 3.3 nikaweka hapa ferrite bed. Ferrite bed kazi yake kubwa ni kufilter ripples furthermore, kwa sababu kwenye analog measurements tunahitaji power supply iwe very stable. And I give this capacitor of 100 nano closer to the pin, and another capacitor for the filtration closer to the chip. Hata kama itakuwa karibu sana na pin, lakini iwe karibu sana na chip. Lakini kabla haijaingia kwenye hii ferrite bed, nahitaji pia kufilter furthermore. Just unaweza kaona power section ina filter capacitor za kutosha kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba power inaingia kwenye controller yangu iko very stable. Ukiachana na filter,
hii controller pia ina booting switch kwa sababu microcontroller ya STM32 inakuwa controlled na boot 0 pin kwa ajili ya kuiweka katika booting mode, katika mode ya kuupload code au katika mode ya operation ya kawaida. Lakini furthermore nina reset button kwa ajili ya kureset with a filter capacitor kwa ajili ya kuhakikisha reset line iko smooth enough. Then na crystal oscillator kwa ajili ya kuset the crystal oscillation of the controller, ambayo ina high speed crystal input and output, ambayo 16 MHz crystal. It has a GPIO pins kwa ajili ya connection ya vifaa vingine, kwa mfano fans za cooling, warming, heating, lakini pia 7 segment display, sensor, buzzer, these LEDs, red, green, blue, RGB LEDs and other connections. Alafu then hapa nina programmer ambayo ni serial wire debugger hii SWD, ambayo of course ni kwa ajili ya kuprogramia hii chip with the serial wire clock, serial wire data input output pin and reset, kwa sababu wakati wa kuprogram pia reset pins inahusika kwenye kufanya programming. And then ina USB-C kwa ajili ya program pia. You can either program na hii serial wire debugger au unaweza ka program na USB-C, itategemeana na bootloader ambayo ipo kwenye microcontroller yako. Katika hii USB type C kuna nyaya za data hapa, data plus na data minus, ambayo imeunganishwa na ESD chip. ESD chip kwa ajili ya kuondoa zile electromagnetic charges ambazo zinaweza zikawa inputted through the USB. Whenever tunapokuwa tuna connector ambayo ina metallic parts ambayo inakuwa connected moja kwa moja na controller, tunahitaji ESD protection, electrostatic discharging chip IC, kwa ajili ya eliminate zile electrostatic charges zote zitakazokuwa zimekuja through ile connection ya bati, ambayo connection ya metallic connectors, ambapo users anaweza akatouch akasababisha electromagnetic discharges ambazo zinaweza zikadistract controller. Kwa tunahitaji ESD protection for that purpose. Lakini kuna resistor mbili hapa ambazo zimeconnectiwa kwenye CC1 na CC2 pin of the USB to make USB power negotiation as USB power supply input. Kwa itakuwa inajua kabisa this is power supply and it is slave device. Then katika power rail ya USB, kwa sababu pia USB inaleta power, nikasuggest kwa sababu controller inahitaji 3.3 pin, kwa hata kama utakoja connect power hapa juu, hii power USB pia unaweza ikatumika power controller ili uhakikishe kama zoezi la kuprogram controller linakamilika hata kama system hauja connect bado kwenye main power supply. I expect USB itakuja na 5 volt. I have to regulate 5 into 3.3 voltage before regulations. Nimefilter kidogo hiyo power supply inayokuja kutoka kwenye controller kuhakikisha kwamba iko stable, lakini pia after regulation nimefilter, lakini nimeadd a Schottky diode hapa kwa ajili ya isolate supply voltage ambayo inakuja kutokea huku, lakini ukijumlisha kwamba kuna supply voltage ya 3.3 nyingine inakuja kutokea kwenye main power supply. Kwa isolate these two power source nimeweka hii Schottky diode for the purpose ya isolation. Hiyo ndio short explanation about the microcontroller. Lakini kiachana na microcontroller, kwa ajili ya kuperform task main ya system yetu tunahitaji heating and cooling system, kwa sababu nimesema hii ni system ya kukausha mazao. Kwa kuzingatia heating and cooling system, tutakuwa tuna heater ambayo heater itakuwa iko connected katika pins kwenye terminal blocks, na terminal blocks ya devices kadhaa. Basically ni zile devices ambazo zinatumika kwa ajili ya kufanya heating and cooling, ambazo hizo devices zitakuwa switched
using relay kwa ajili ya kuhakikisha direct contact with no loss at all. Cha kwanza kabisa tuna heater ambayo itakuwa connected hapa na itakuwa switch na hii relay. Hii relay ni relay ya volt 12. I have transistor as a switch light up on here. Lakini pia na diode kwa ajili ya kuhakikisha tuna discharge the coil electromagnetic energy ambayo itakuwa imezalishwa wakati wa switch on hii inductor, hii relay I mean. Pia na protection ya kuprotect this amount of base current kwenye transistor yangu BJT. Hii heater itakuwa supplied with the full supply voltage from the power supply. I expect maybe 24 volt, 36 volt. Itategemea na heater ambayo utakayotumia kwa ajili ya kusupply power. Lakini pia nina warming fan. Hii ni feni ambapo pindi heater itakapokuwa imewaka, hii feni itakuwa inaipuliza ile heater kwa ajili ya kuhakikisha joto la ndani linakuwa distributed equally kwenye eneo lote. Hii warming fan ni fan ya kawaida, lakini supply voltage yake itadepend. Inaweza ikawa full supply voltage 24 voltage from the power source, au pia inaweza ikawa ni fan ya volt 12. Kwa hiyo kuna switch hapo ambao nimemwachia user afanye selection kwamba hizi fan atakuwa anazicontrol kwa volt ngapi, either volt 12 au supply voltage volt 24.36. Itadepend na supply ambayo itakuwa imetumika at that moment. Kwa wakati wa kununua power source ya system, pia utaangalia na heater na fans ambazo unazitumia zinahitaji power gani. Ukiona kwamba power source inaendana na power ya fan, basi good. Lakini pia ikishindikana, unaweza kutumia fan za volt 12 na zenyewe ni good. It's just issue ya kuswitch tu hii hapo kwamba supply source ambayo inakuja kwenye hii relay kwa ajili ya kwenda kutoka output kwenye warming fan ni ngapi kulingana na switch ambayo utakayokuwa umeset. Lakini pia switching mechanism ya hii relay inafanyika na switch na transistor the switch kama kawaida, kama ilivyokuwepo kwenye heater, kwa sababu hii relay ni ile ya volt 12 ndio controller yetu ni ya volt 3, haitatosha kuswitch. Lakini pia ukiachana na warming fan ambayo kazi yake kubwa nimesema ni kuhakikisha wakati heater inawaka ina blow hewa kwenye hii heater kwa ajili ya kuhakikisha joto linakuwa distributed equally. Pia tuna feni nyingine pindi ambapo joto likiwa limezidi, heater itatakiwa izime. Ikizima heater, then hii cooling fan ipoze kama joto litakuwa ni limezidi, na similarly inachukua power the same as power inayochukua ya warming fan, kwa sababu hizi zote ni feni, zinaweza zikawa zinafanana. Kwa utakaponunua feni ya kufanya warming, ndo aina hiyo ya feni utaihitaji kwa ajili ya kufanya cooling. Kwa supply voltage itadepend selection ambayo umeifanya katika warming fan, na switching mechanism the same. Then output zinatoka kwenye hii connector terminal block, ambapo pin ya kwanza ni ground, heater ground, tena warming fan ground, cooling fan, and the other two supplies ni kwa ajili ya supply voltage na 12 volt supply. In case kama utakosa kabisa kupata power supply ambayo ina connector ya power jack, unaweza pia ukatumia hizi pins kwa ajili ya kusupply power kwenye body, and it will be fine bila changamoto yoyote. Lakini pia hizi pins zinaweza zikakusaidia kama umeweka huko power supply, zikatoa power kwa ajili ya kwenda kudistribute power kwenye circuits nyingine. Ukiachana na hii section ya power, kuna section sasa ya kucontrol na kufanya setup, ambapo tuna encoder. Encoder ina buttons, then ina hizi encoder data and clock pin kwa ajili ya kudetect rotation direction ya encoder, and some pull up resistor kwa ajili ya pull hizi encoder into the high voltage supply. In my case hapa ni 3.3 volt DC. Lakini pia
katika switching au button ya encoder nimeweka hapa debouncing mechanism of the button ili kuepuka debouncing of the button. On future videos taelezea vizuri about what is the debouncing of the button. Just stay tuned. Hakikisha umesubscribe the channel ili uweze kuelewa hizi terminologies na mechanism mbalimbali za kudesign circuits, especially hizo debouncing. Lakini pia ukiachana na section ya kucontrol, tuna section nyingine ya sensor ambapo ili kudetect temperature and humidity katika iko chumba ambacho tunahitaji kukausha mazao, tumetumia DHT11 sensor. As it is, inahitaji kuwa pulled up with 10k resistor, then sensor point itakuwa imekuja kuwa connected kwenye pin PB4 of microcontroller kwa ajili ya kusoma temperature and humidity level. Lakini pia kuhakikisha kwamba power supply inayoingia kwenye DHT ni very stable. Tuna 100 microfarad capacitors kwa ajili ya kuhakikisha no ripples. Lakini kwa kuzingatia kwamba is necessary sana tutumie temperature sensor ambayo ni DHT, niliweka tena another connector, is just connector for any other sensor ambayo unaweza ukapima either temperature, humidity au other stuffs ambazo unataka kupima. Kwa nimekuwekea connector ya ziada kwa ajili ya kufanya measurement ya hizo stuff, kwa kuzingatia kwamba some sensors zinahitaji some pull up au pull down resistor. Niliweka zote mbili, pull up and pull down resistor, itategemea na unatumia sensor gani. After then nikaeka jumper. From this jumper you can select either natumia pull up, lakini pia hii jumper inaweza kuwa disconnected kwenye pull up ukaconnect kwenye pull down resistor, itategemea na sensor gani umeipata kwa ajili ya matumizi ya ziada au ya kuisaidia DHT ambayo ipo kwenye body. Lakini pia kwa ajili ya kuhakikisha stability ya power katika sensor hii ya pili ya the 100 nanofarad capacitor which will be very close to the pin of the power kwenye hiyo sensor. Tukiachana na sensor pia kuna indicators. Wakati system ina run tunahitaji kuwa na some indicators za kuonyesha kwamba maybe kuna hitilafu au whatever. For that purpose nikaweka RGB LEDs ambazo zinaweza zikawaka mwanga wowote kwa sababu zina mianga yote, primary colors zote red, green and blue, kwa ajili ya kuindicate what's going on in my circuit, kama kuna fault au kuna taarifa yoyote ambayo inahitaji kuona. Kwa color ita depend na program atafikiria color gani itumike kuindicate kitu gani. Nimesupply hii RGB with 3.3 voltage and I have 3 current limiting resistor katika kila LED ambayo ipo kwenye RGB LED. Hii inakuwa ni single LED lakini within ina LED tatu, tunaita RGB LED, ambapo ground zinakuwa switched through transistor the switch with a green, red and blue connection to the connection of the pins za microcontroller GPIO kwa ajili ya kuwasha na kuzima. And I have limiting current resistor of around I think 7.8, ni kubwa sana, nilikuwa nahitaji kuweka 4.7. Okay, nimesupply with 4.7 kilo ohm resistor kwa ajili ya kuwasha hizi RGB, hizi transistor ili RGB LED ziwake. Kwa nini hapa nimewasha kwa kutumia transistor na sio kuipa power moja kwa moja hii RGB? It's just because inahitaji kuconsume current ya kutosha, kwa nilitegemea current ije moja kwa moja from the power supply kwa ajili ya kuziwasha hizi. Kwa current ambayo inatoka kwenye microcontroller itakuwa tu kwa ajili ya kuinitialize, kwa ajili ya kuswitch on hizi resistors, yani kwa ajili ya kupower hizi LEDs, basi current kutoka kwenye power supply ndio itakuwa inafanya kazi hiyo. That's why nikaweka switches nyingine. Then as an indicator nyingine nikafikiria pia tuwe na buzzer ambapo pia inakuwa switched na transistor the switch as usual. We see 4.7 kilo ohm resistor is not this 4.7 kilo ohm resistor as current limiting to the base of the transistor.
And then hii buzzer nilikuwa na expect iwe buzzer kubwa kidogo ya volt up to 12 ili kuweza kufanikisha hii sauti kufika mbali kama itakuwa kuna fault au whatever, ikajaribu ku alert basi sauti iwe kubwa ya kutosha kuweza kusikika. Kwa hiyo nilikuwa nafikiria hiyo buzzer ya volt 12, lakini kwa kuzingatia kwamba buzzer za volt 12 nyingine zinakuwa zina sauti kali sana ambayo inaweza ikawa pia ni kero, nikaweka potentiometer hapa kwa ajili ya kujaribu kupunguza au kuvali intensity ya sauti ambayo unaitaka kuitoke pindi ambapo alert inatokea. Kwa hiyo unaweza ukapunguza hii potentiometer level kuangalia kwamba I need voice ya kiasi gani pindi buzzer itakapolia. Then after na display 7 segment display kwa ajili ya kudisplay the temperature levels within the chamber ambao tunakaushia hayo mazao. Hii ndio mfumo mzima wa system yetu. Okay, tukiachana na upande wa schematic diagram, mfumo wetu pia una PCB iko already designed ya PCB ambayo ina layer 4 as tunaweza kuona hapa kwenye layer panels, na front copper, ina 1 copper, ina 2 copper and bottom copper. Stack up imejipanga as follow kwamba layer ya juu na ya chini kabisa ni kwa ajili ya signal, afu layer za katikati ni kwa ajili ya power, ambapo layer ya pili kutoka juu ni layer ya ground, alafu layer ya chini hapa part kubwa sana imetumika kwa ajili ya kusupply 3.3 voltage as ilikuwa inahitaji kwenda sehemu nyingi sana. Then layer ya chini pia kama nilivyosema kuna ni layer ya signal, lakini pia kuna plain copper kwa ajili ya ground, as well as on top pia kuna plain copper kwa ajili ya ground. Ground zinakuwa nyingi kwa ajili ya kupunguza ile crosstalk and electromagnetic interference kati ya layer na layer au track na track. Okay, let's proceed with the PCB layout. Hapa naomba kwanza ni switch hizi plain kwa ajili ya kuweza kuona tracks the way zilivyokuwa connected vizuri. As we see, microcontroller ipo kati hapa na tracks zimekuwa zimeenda kwenye ambazo kuna track zinaenda kwenye 7 segment display, and then kuna track nyingine za microcontroller zinaenda kwenye rotary encoders, na tracks nyingine kutoka kwenye nanios zinaenda kwa ajili ya kuswitch hizi switching system hapa ya hizi relay 3 pamoja na transistor zake kwa ajili ya kuswitch hizi relay. And then kuna track ambazo zimeenda kwenye SWD serial debugger kwa ajili ya kuprogram microcontroller, lakini pia tracks nyingine zimeenda moja kwa moja all the way to the RGB LEDs through these transistors. Hii ni transistor kwa ajili ya kucontrol RGB. And then kuna track nyingine zimekuja kwa ajili ya kuonye sensor huku. Nikienda mdogo nijaribu kuswitch off track baadhi, niache tu bottom copper ili kuangalia kwamba on bottom microcontroller imetoa tracks kadhaa ambazo zimeenda kwenye display. Kuna tracks zinaenda kwenye rotary encoder, kuna track ambazo zimeenda kwenye transistor, ambayo hii transistor moja kwa moja ilienda kuswitch RGB LEDs through bottom coppers via kwa kutumia hizi wire ambazo zimeshift kutoka kwenye top copper kwenda kwenye bottom copper, ikaenda kuswitch RGB LEDs. And then kuna some other track zimeenda kwenye transistor nyingine ambao na yenyewe moja kwa moja kama unavyoiona imeenda kuswitch buzzer, lakini pia imeenda kuswitch another LED ya LED ya RGB. In the second layer namba 2, kwenye layer namba 2 actually hapa hakuna track yoyote iliyokuwa connected kwenye ile ya namba 2 isipokuwa kuna plain moja kubwa sana
la ground. Nikiswitch plane hapa, kuna plane ya ground ambayo kama unavyoona hapa kwenye ground pin connection zote, hii plane inakuwa iko connected direct. Kiachana na hii via ya power, via ground iko connected kwenye hii plane. Kwa layer namba 2 haina track yoyote isipokuwa ina ground plane kubwa sana kwa ajili ya kuhakikisha ground power iko distributed kwenye kila component. And then layer namba 3 ina some power, kama nilivyosema ina power connection, ambapo hii plane ya juu ni power plane ya 3.3 volt. As you see 3.3 connection ndio zilizokuwa connected kwenye hii power plane layer namba 3 kutokea juu, namba 2 kutokea chini. And then layer ya chini ina some track, lakini pia plane ya ground. Let me switch off this plane to see the track. Hii na track chache ukicompare na layer ya juu, ukicompare na top layer ya chini ina track chache sana, ambayo nilikuwa nimejaribu kufinalize zile track ambazo zilikosa njia ya kupenetrate kwenye layer ya juu. Kwa hii layer ndio ilikuja kufanya hapo, and hiyo ni route ya PCB yetu. Lakini layout ya PCB as we see, upande wa kushoto hapa chini kuna power section, ambapo it's about 24 volt nisema inaingia kwenye hii power jack. Kuna LED indicator hapa ya kusymbolize kama power is on, lakini pia kuna reset button hapa kwa ajili ya kureset controller. Lakini na regulator ya 3.3 volt, lakini pia na regulator ya 12 volt kwa ajili ya kuhakikisha power supply zinakuwepo. Kuna very big capacitor kwa ajili ya kufilter ripples, kuhakikisha power iko very stable. And then section ya kushoto chini hapa nimesema ndio section ya switching, ambayo ina control switching ya heater na zile feni. Just because zinahitaji power source kubwa sana, kwa hiyo tunahitaji power ambayo inapita kwenye hii iwe kubwa. That's why tuna track nene sana zinazokuja kwenye hii section ya power ya heater, ambapo kwenye heater as you see very large power inafika hapo from the V supply source, ambayo actually nilionyesha iko kwenye plane. V source ni voltage ambayo ipo kwenye plane on top copper, ambayo hii V source ipo kwenye plane ya top copper, ambayo hii ni top copper ambayo imetokea moja kwa moja kwenye, ngoja nizimbe planes nyingine hapa ili tuweze kuona vizuri. Hii imetokea moja kwa moja kwenye supply source ya V source, huku plane kubwa kabisa kwa ajili ya kusupply power ya kutosha kufikisha kwenye hii relay ya heater. And then relay ya heater moja kwa moja inachukua hiyo power badala ya kuswitch kwenda kwenye output kutoka kwenye hii fan voltage control switch, ambapo itakuwa ina decide for either V supply voltage au V12 voltage supply ndio ifikie fan through the output pin of this source, ambayo I think it is at the bottom, switch nyingine is off at the bottom. Hiyo supply voltage pins imefika hapa kwenye hii, kwa itakuwa hii ina decide kwamba either atoe 12 au atoe VCC, atoe V supply kwenda kwenye hizi feni mbili. Kwa track zake unao kama unavyoiona hapa sio kubwa kivile kusema ya kutisha, hapana, kwa sababu si expect kwamba feni itakuwa na current ya above 2 amps maybe kwenye 12 volt. Feni ya wati 24 ni kubwa sana, inatosha sana kwa nani kuliko heater inaweza ikafikia wati hata zaidi ya 50 na kuendelea. That's why track zake zote nilikuwa najaribu kumanage ziwe kubwa kutosha kusupply hiyo voltage. And then
tukiachana na routes, maybe tuangalie the presentation of the 3D visualization. Okay, this is 3D body of the PCB. As we see katika front view hapa kuna display ya 7 segment display kwa ajili ya kuona the value of temperature level ya kwenye chamber, lakini kuna rotary encoder na RGB LED kwa ajili ya kufanya indication. Kwa hiyo hizi ndio itakuwa face ya mbele. Kutengeneza housing hapa, manake hii housing itakuwa ina sehemu hapa mtu kuona, lakini sehemu ya RGB LED kutoa mwanga kwa ajili ya kufanya indication, lakini pia tutampa interface ya kutumia hii rotary encoder. Kwa huko ndio itakuwa ile interface ya mbele ya housing. Then nyuma kutakuwa kuna some other components zote including power supply station with 2 regulators kwa ajili ya power level ya 3.3 and 12 voltage, switching session kwa ajili ya kuswitch control zile heater, na fan ya cooling and warming. Lakini pia kuna sensor ambao nilisema tunatumia DHT sensor in this session. Lakini pia kuna buzzer connector, hii connector kwa ajili ya connect buzzer ambao na expect itakuwa ni externally from the body. Lakini kuna potentiometer kuhakikisha kwamba level ya sauti ya buzzer inakuwa iko controlled, isiwe disturbed, and the other connector for the second sensor 1, sensor 2, in case kama tutakuwa kuna uhitaji wa kuwa na sensor ya ziada. Lakini pia upande wa kulia kuna switches mbili. Switch ya kwanza ni kwa ajili ya kucontrol fan voltage. Tulisema kwamba kwenye fan kuna voltage mbili za kusupply. Unaweza kusupply voltage yote kama ni voltage 24 au ngapi ambazo umetumia, 30 whatever, itategemea na fan, au ukaiambia tu fan ipate volt 12. Ukiangalia huko nimekuswitchia kwamba switch juu basi fan itakuwa ina supply volt 12, lakini switch down here itakuwa ina supply voltage supply ya power source yako, ambayo moja kwa moja inaenda kwenye hizi relay za chini ambazo zipo kwenye cooling, zinatoa output kwenye cooling fan na output kwenye cooling fan na warming fan hapa mbili. Lakini tunaweza kuona USB baada ya kuprogramiwa, basi hapa itapita kwenye ESD kwa ajili ya kuondoa electrostatic charges ambazo zinaweza zikawa zimekuwa supplied hapo by the interaction ya mtu kwenye hii metal connector ya body. And then kuna power supply session ambapo kama power itakuwa imeingilia kwenye USB inaweza ikawa regulated accordingly, tupata 3.3 volt kuja kusupply kwenye microcontroller. Lakini pia tuna routing ya differential pair from the USB connector to the microcontroller kwa ajili ya kuprogram microcontroller. Kiachana na hiyo program, kuna hii SWD programmer, serial debugger programmer, ambapo tuna very nice and cool connector kwa ajili ya kuattach the programmer of SWD connector. I can show you. Search by part number hapa, SWD connector hii hapa kama unavyoiona. Connector inaonekana kama hivi. Kwa hii connector huhitaji kuchoma any kind of connector kwenye body, but you need this wire connector. Unaiplug pale kwenye ile SWD. Kama unaona kulikuwa kuna matundu kadhaa pale, 3. Kwa hiyo hii ndio yenyewe kabisa. Okay, kama unavyoiona hii SWD connector ina hizi pini zake 6 kwa ajili ya kufanya connection, induction. Hizi pini zina bounce, alafu kuna hizi pini tatu zinaingia kwenye yale matundu kwa ajili ya kuhold in press hizi pini 6. Alafu pia kwa ajili ya kuihold connector nzima isiweze kutoka, kuna hizi lock 4 za pembeni. Alafu then huko ndo unaenda kuconnect sasa kwenye programmer kwa ajili ya kuprogram ile body. Kwa such kind of connector ndiyo itakayokuja kutumika kwenye
eneo hili la SWD, manake lock zitalock hapa, then zile za kujishikiza zitajishikiza, then pin 6 kwa ajili ya kufanya programming zitakuja hapa, ambapo routes hapa zitapeleka kwenye desired pin location kwenye microcontroller kwa ajili ya kufanya hiyo programming. Thank you. Nitaishia hapo kwenye hii video inayoelezea designing workflow ya boarding ya cooling. Kama kuna swali, maoni au mapendekezo au kuna kitu hujaelewa vizuri, basi dondosha comment kwenye comment section hapo chini, nitasoma na kuweza kujibu maswali kwa ambacho kitakuwa kijaeleweka, au kama kuna knowledge ya ziada unatamani nije niweke kwenye hii channel, basi niambie hapo chini kwenye comment. Thank you. Ciao. Subscribe.